Kama kawaida ni mimi wako Super Sala, ukipenda unaniita Huamai. Na vile vile niko ndani ya jicho la pwani. Hivi ninavyokuambia niko na mwanangu wa kindaki Rajab Rashid. Bwana, unajua tena hapa kama nilivyokuambia awali ni kwamba sisi hapa tuko na umbea tu, yani umbea kabisa. Bwana, nite Rajab Rashid aka the Coastalian boy, the boy from Kisauni. Bwana, tunataka kuongelea kuhusu lazima kuhusu shukrani. Ukisikia neno shukrani kwako lina maana gani? Linamaanisha nini? Je, wewe mtazamaji wetu, follower wetu, subscriber wetu, ushawahi kuregesha mkono wa shukrani? Ushawahi kurudisha mkono wa shukrani mahali popote pale? Saizi umehama mtaa wa Kanyali, Vipingo Ridge, Bamburi, Fisheries, sijui wapi kwengine huko, kule kwenu mtaani ulipoanzia, ushawahi kurudi na kuregesha shukrani? Unajua shida kubwa inatokea ni kwamba ukipata kipato kidogo cha kujiongeza inakusababishia unaonekana mtu aliyoko chini akikusalimia, hususan mtu aliyoko chini. Tuheshimu sana mama zetu wanaotupikia chapati maragwe kabla hujapata kitu. Tuheshimu sana wanaopika samaki, viboma sana viboma vaunga, heshimu sana vimetulea sana chapati surwa, viboma vaunga. Respect sana hao watu. Na fundi anayeshona kiatu chako cha skuli ikiwa kimekatika ukiwa mdogo, respect sana. Kuna mfundi mimi kuanzia sijipati mpaka nimejipata, yuko anafanya hiyo kazi. Unajua watu kama hao ni lazima turegeshe appreciate kubwa sana kabisa. Fundi charahani mwenye kuweka viraka va nguo zako, kwenye nguo zako kuanzia ujielewi. Kuna mama pale anashona na charahani yake mpaka sasa umejielewa. Natakana guys ukumbuke vitu kama hivyo na upite ukawape wale watu shout kubwa sana, kwa sababu sahi ndo umepata vijisenti ukagura mtaani ukaenda huko unaporuhusika. Sasa unatumia laundry na wakati ulifua ama ulimpelekea dobi akakufulia kwa shilingi 10 na akakupigia pasi ya makaa ile ina kijogoo, kama sijasahau ina kijogoo mbele pale, anapuliza vumbi alafu baadaye anakupigia pasi. Natakana jamaa uheshimu sana. Na swali langu ninalouliza, je, ni sawa ukipata upato mkubwa wa fedha ni uhame anga zako uende machimbo tafu ya uzuri ama ubakie pale pale? Ndio swali langu nauliza kwa wote, ila kwa leo kamera taipeleka kwa Rajab Rashid anieleze, ukipata ni sawa uondoke mitaani ama ubaki pale pale? Wanaambiwa siku zote ukibadilisha mtaa, kila mtaa una riziki yake, kila mtaa uko na nuru yake, kila mtaa uko na michakato yake. Kwa hivyo ukienda kule, tuseme unaishi Kisauni, ukahama Kisauni ukaenda Nyali. Ndiyo. Kule Nyali huwa kuna rotuba yake. Ndiyo. Kule Nyali kuna watu ambao wamefanikiwa kivyake. Ndiyo. Kumaanisha nikienda leo nikapatana na mtu wa Nyali pale, ndiyo, akili yangu pia itabadilika. Sasa nauliza tu swali nikiongezea ni kwamba wewe unaenda Nyali ili akili ibadilike, kipato kiongezeke kabisa, ama ni kwa sababu unakimbia maboko? Unajua kuna watu wakishapata kidogo wanaona huu Hamai huyu akiniona asalamu alaykum bro, kitu kidogo ananitafutia kuniombea kitu, au sio? Sasa nakuuliza ni kwamba akili yako kule itapanuka, utapata watu wengine, fikra, connection, ama ni kwa sababu unakimbia watu waliotoka na wewe from scratch chini kabisa? Bana, mimi nakimbia maboko. Unakimbia maboko watu wa maboko. Na je, ukishakimbia hayo maboko time ukirudi chini wale watu wakwambia ulitukimbia, inakaaje hiyo situation kwako, kwa mtu uliotangulia kwenda mbali? Inakaa vibaya. Lazima unajua kitaa chako lazima pia unasemaje, utoe fungu la 10, au sio? Kuna wale unajua kuna wanao wambavuni kabisa, blood ya kabisa, hauwezi wasahau. Lazima utakumbuka hivyo vote vile. Lakini unajua huwezi kumbuka mtaa mzima bana. Hata sababu mimi naishi Twatugawe ama Mlaleo. Kwa hivyo kila mtu Twatugawe niwe nikimwona naye, "Wewe Raja vipi?" na bangu. Sio wewe bangu mbili, hapana. Kuna wale wakindakindaki. Blood wale. Lazima utakuwa mkiondoa ni na nini? Lakini si mtaa mzima. Kwa hivyo ukihama mtaa kwenda mtaa mwingine, kule unaenda kupanuka akili. Kwa sababu unapatana na majirani wapya, unapatana na community mpya, unapatana na washikaji wapya, watoto wa kike wazuri wakali. Hivyo
akili yako inapanuka, unapata ideas, unapata kazi nyingine. Sasa point yangu iko hivi, ushapata idea, ushapata kazi nyingine. Na mbona sasa ukirudi nyuma, unarudi kwa hawa watu ambao walikuwa hawana idea nyingine, hawana fikra. Umekwenda kwenye fikra nzuri kabisa. Mbona ukitatizika warudi kwa hawa watu? Ina maana umekuja waletea zile fikra zako ulipata kule, ama umekuja sikitika nao wakati hauna kitu. Umesema mwenyewe. Zile fikra ambazo nimezitoa tuseme Nyali, Kizingo, naletea mtaani, wanangu wa mtaani, street. Bwana mimi nina idea fulani. Nilipokuwa nimeondoka huku beach langu, beach lile la kule ninapata 1 2 3. Bwana muonaje kwanza leo tuanze kufuga kuku? Najaribu tena kukwambia. Najaribu tena kukuambia. Na hiyo utanishukuru baadaye. Hakuna vile utaenda uwe umefanikiwa. Alafu urudi umechanganyikiwa, ati uwape watu zile fikra ulizoziona kule. Cha kwanza utakuwa mtu wa kujificha. Kama ulikuwa na mwili utakonda. Na wale watu watakupa maneno ya ukweli. Sasa kinachotakaniwa ni kwamba ukipata ujue limiti yako. Na vizuri zaidi kimimi naona ubakie pale pale, usitoki. Mimi ndo naona ni point nzuri. Mwanangu, yani mimi saizi napokea 200,000 bado naishi Kisauni. Napokea 150,000 bado naishi Kisauni. Napokea laki dube, sijui laki dube ngapi, laki dube 3 bado niko Kisauni. Kwa sababu ndani hapo naenda kuishi na watu ambao tunalingana kifedha. Mbona usiboreshe nyumba moja? Nitaboresha nyumba moja, lakini kukaa wewe sio ya kuondoka. Nitapangisha mwanzo. Utapangisha nijichukue, alafu sasa nikiona mipigo yangu eleweke arudi pale pale kibini mwangu. Lakini jambo la hususan kabisa nalopendelea ni kwamba watu wasiwasahau watu walioko chini, hero wetu. Unajua mtu aliyokushonea kiatu huyo ni hero na nusu. Mtu aliyoshona nguo yako viraka uende shule huyo ni hero wa nusu. Unatakana umrespect sana. Mtu aliyochoma samaki wake ukaja dala, unakula vizuri, anakulea kama mzazi wako, pia umuheshimu sana. Sasa ukipata sawa bana, ukipata ni vizuri zaidi. Watu kama wale huo ukiwapitia unapata blessing zao kabisa, kwa sababu wamechangia sana mafanikio yako. Na wewe usikimbie kwenda mahali pengine, ubakie pale pale street, ushike vijana wako mkono. Maisha yangu yote naishi Kisauni tu bana, maisha yangu yote. Kama unapakia shilingi 10,000 sasa napiga laki dube bado niko Kisauni. Haiwezekani ndugu yangu. Kama 10,000 waona mpaki ni 10,000 napata, zikifika laki dube mwanangu jichukue. Nenda kapige mitikasi kule, ukishua rudi. Lakini leo kwa tuongelea kushukrani. Wewe ambaye unaishi Kizingo, sijui wapi huko Mtwapa sijui wapi, mkumbuke yule mama aliyekukatia sukuma yako ukamkopa. Kama bado yuko, mrudie uende ukampatie shukrani yako. Yule fundi wa kiatu alikushonea kiatu chako ukienda shule ama ukienda kazi ama ukienda wapi, mrudie ukampatie shukrani yako. Yule dobi aliyekupigia nguo zako za shule za kazini ukamkopa, labda paka leo hujamlipa, maana uliondoka ghafla, mrudie umwambie bana, appreciation yangu ndio hii, kama wanyama 2 wanyama 3 nenda ukamuondoe. Ama vipi yule mama samaki, mama viboma vya unga, nenda ukamtafute, umrudie, umpatie appreciation. Tusikimbie, tusiwasahau hawa watu, wanajua siri zetu nyingi sana. So swali langu ni hili, wewe ambao uko hapo umefanikiwa, je, ushawahi kurudisha mkono wa shukrani? Shukurani nazo ni lazima muzipeleke za kindaki kwa wale mahiro wetu, maana ni watu muhimu sana. Na vile vile usisahau ni kutoka kitaani kwenda duniani. Na tambua sisi sio wale, na tuko ndani ya jicho la pwani, na niko naye Rajab Rashid kama kawaida. Bwana, shukrani sana za dhati kwa wale wote ambao wameweza kutuona tangu tu wadogo mpaka sasa hivi tumefikia. Na natoa shukrani za dhati sana kwa wale wote walotuona kuanzia hatujitambui mpaka sasa hivi tunapambana vijana wao kuiona kesho.